Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo ambayo kanipa kibali kuweza kuzungumza na wewe mahali popote ulipo. Yamkini ni mama, yamkini ni kijana au binti unanisikiliza wakati huu na saa hii. Ninalo neno ambalo Mungu amenipa kuzungumza na wewe siku ya leo. Yamkini kuna vitu ambavyo unaviishi ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Kuna mambo ambayo unayafanya ambayo ni chukizo mbele za Mungu, lakini Mungu ana mpango mzuri na maisha yako pale ambapo utafanya maamuzi katika maisha yako, kwa sababu watu wengi wanamwacha Mungu kwa sababu ya vitu mbalimbali. Wanamwasi Mungu kwa sababu ya mambo mbalimbali ya kidunia, lakini tunapoamua kumtumikia Mungu wa kweli, amini kwamba yeye aliyetutoa katika nchi ya Misri, huyo ndiye atakayetuokoa na mateso na majaribu ambayo tunakutana nayo hapa duniani. Kwa sababu inafika wakati mtu anasema kwamba Mungu ameniacha, na ndio maana anapitia kwenye shida, kwenye mateso, kwenye vikwazo. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba Mungu hajakuacha. Mungu bado yuko pamoja na wewe, lakini bado hujafanya maamuzi ya kumkaribia yeye. Biblia inaniambia kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia, mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa sisi kumkaribia Mungu. Ili tuweze kumpinga shetani, ni lazima tumkaribie Mungu kwa unyenyekevu. Ni kitu gani ambacho kinaweza kutuweka karibu na Mungu? Ni pale ambapo tutafanya maamuzi ya kumpendeza yeye, kuachana na dhambi, kuachana na uovu, kuachana na vitu ambavyo havifai mbele za Mungu. Hapo ndipo tutakapoweza kumtumikia Mungu na kumkaribia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 16, kitabu cha Isaya sura ya 49, sura ya 49 inatuambia kwa habari ya mtu mmoja ambaye alisema kwamba Bwana ameniacha, Mungu amenisahau. Lakini Mungu akauliza swali juu ya kile ambacho huyo mtu ambaye alikuwa anasema kwamba Bwana amemwacha. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapitia changamoto, wanapitia mateso, wanapitia vikwazo. Inafika wakati hana tumaini tena, anasema Mungu ameniacha. Kumbe Mungu hajakuacha, ila wewe ndio umemwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 49 na ule mstari wa 14. Isaya 49 na ule mstari wa 14, Biblia inasema kwamba bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Lakini Mungu akauliza swali, akasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Lakini Mungu akalijibu tena hilo swali mwenyewe, akasema, naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 16 anasema, tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele yangu daima. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekata tamaa ya maisha kwa sababu ya changamoto 1, 2, 3 ambao wanazokutana nazo. Inafika wakati hawana tumaini tena, hawana faraja, hawana amani kwenye mioyo yao kwa sababu ya ile changamoto ambayo wanaipitia, na kuingiza mawazo kinyume ya kusema kwamba Mungu amekuacha katika changamoto ambayo unaipitia. Hapana. Mungu wetu ni Mungu ambaye anatupenda, ni Mungu ambaye anatujali sana, na ndio maana uzima tulionao, hiyo yote ni kwa sababu ya upendo wake. Kwa unaposema kwamba Mungu amekuacha, Mungu amekuacha kwa namna gani wakati bado unaishi? Mungu akikuacha na maana kwamba tayari umeshakufa, haupo duniani. Lakini kama upo duniani, Mungu hajakuacha, lakini wewe ndo umejitenga na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo nataka nikwambie kwamba Mungu anakupenda sana, ndugu msikilizaji, mahali popote ambapo unanisikia.
Yamkini una shida, yamkini una matatizo, yamkini una changamoto ambazo unazipitia. Inafika wakati unakata tamaa, unasema Mungu amekuacha, na kuhakikishia Mungu hajakuacha, na Mungu bado anakupenda, lakini anachotaka kwako ni wewe kufanya maamuzi ambayo yanampendeza yeye, ili akusaidie katika shida unayoipitia. Mungu akubariki sana. Tutazidi kujifunza kadri ambavyo Mungu atanipa neema na kibali katika eneo hilo.